Hujambo mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa popote pale ulipo, ikiwa kwamba leo hii siku ya Jumatano tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2025 tumekuandalia mengi tu hapa katika mpasho wa saa 7, nami Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu akiwa ni bwana Alex Mungare, na bila shaka kuna kile ambacho tulikuahidi tangia asubuhi tunafuatilia kwa karibu sana, ikiwa kwamba ni kesi ya kusikizwa katika bunge la Seneti, ikiwa kwamba gavana wa kaunti ya Nyamira anaendelea kusikizwa pale, na ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu. Hivi punde tutakuwa tunaenda moja kwa moja katika bunge lile la Seneti ili tufahamu ni kipi kile ambacho kinaendelea. Karibu katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Naam, tukianza taarifa zetu ni kwamba wakazi wa kaunti ya Migori wameandamana wakilalamika dhidi ya matamshi ya hivi karibuni ya gavana wa Homa Bay na mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, aliyemtaka Rais William Samoei Ruto amuondoe katibu wa kudumu wa usalama wa ndani Raymond Omolo. Wakazi hao wanataja kuwa hatua hiyo ni ukosefu wa heshima kwa kiongozi aliyechangia sana kwenye kampeni za uchaguzi mdogo wa Kasipul, na bila shaka akiendelea kutoa msaada wa makundi yaliyo hatarini na kusukuma miradi ya maendeleo katika eneo hilo. Mwandishi wetu wa kaunti ya Migori Lennox Odede ana taarifa hiyo kwa kina. Siku chache tu baada ya gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM, kumtaka Rais William Ruto kumuondoa kazini katibu wa kudumu wa usalama wa ndani Dr. Raymond Omolo ili kuimarisha serikali jumuishi, wakazi wa kaunti ya Migori sasa wamejitokeza kwa wingi kulaani matamshi hayo. Wakizungumza wakati wa maandamano, wakazi wa Migori wamemtaka gavana Wanga kuonyesha heshima kwa viongozi wote wa kitaifa. Kulingana na wao, Dr. Raymond Omolo alimsaidia gavana Gladys Wanga wakati wa kampeni za uchaguzi ndogo wa Kasipul, na hata kumleta naibu rais Kithure Kindiki kufanya kampeni kwa niaba ya mgombea wa ODM Boyd Were ambaye alichaguliwa. Wewe madamu Wanga, kaa na heshima na viongozi wenzako. Wewe ni gavana wa Homa Bay, PS Raymond Omolo ni PS wa Kenya nzima. Wacha vita ndogo ndogo ya kung'ang'ania supremacy ya Homa Bay. Wewe unataka supremacy ya Homa Bay na sisi unataka utufungie maendeleo. Kenya Raymond Omolo anafanyia Wajaluo ama wa Kenya. Wewe kama mama Wanga uwezi. Kwa hivyo nachukua hii nafasi kuambia wamama wote, sio eti tunadharau viongozi ya wamama, lakini Wanga wewe kaa na heshima. Wewe mama moja uwezi pingana na Mbadi, uwezi pingana na Magwanga. Wewe unapigana na Omolo. Hata mimi hapa unapigana na mimi. Na unang'ang'ana na Omolo, na Omolo ndiye amekusaidia kuwini hii kiti. Omolo ndiye alikuletea mpaka deputy president. Omolo ndiye amekupatia pesa ambayo ulikuwa unafanyia naye kila kitu. Saa hii ukisema lisa election, kijana ya nani akishinda, saa hii unaona atunaandikia president William Samoei Ruto ambaye hukumpigia kura ati atoe Omolo. Omolo ambaye aliunda chama, Omolo ambaye ndio state, Omolo ambaye ndio kila kitu kwa Wajaluo. Tunashindwa kabisa wewe Wanga. Wawakilishi wa wanawake kwa upande wao wamemtaka gavana Wanga kumheshimu Raymond Omolo, wakisema yeye ni miongoni mwa viongozi waliomuunga mkono Rais William Ruto, na kwa sasa anawaunga mkono wajane na watu walio katika mazingira hatarishi, jambo ambalo wanasema gavana Gladys Wanga hajawahi kulifanya. Niko na uchungu sana na Gladys Wanga. Gladys Wanga aende polepole kama alichaguliwa na watu wa Homa Bay. Achane na Raymond Omolo. Raymond Omolo ametusaidia, na ajue ya kwamba hata hii ng'ombe anataka kukamua saa hii serikali ya Ruto hakupiga kura, hakupigia Ruto kura. Na ajue ya kwamba Omolo tumetoka naye mbali, hadi tukataka hata kuchoma hapa Nyanza walipigia Ruto kura. Na tunasema na tunaambia Gladys Wanga achane na Raymond Omolo kabisa, achane kabisa. Anafaa kwenda kwa Omolo akinyenyekea juu Omolo ndiye alianza hii serikali. Omolo ndiye ameleta matunda hapa Nyanza. Omolo ndiye amefanya kila kitu ikaja Homa Bay. Ya nini adharau Raymond Omolo? Anamdharau kwa nini? Gladys hajanunulia mama mjane nguo, hajamjengea hata nyumba, hajajua penye wajane wote wako. Tuko na huzuni na wewe kabisa Gladys Wanga, na tunakuomba siku ya leo, ulichaguliwa na wanaume, ukachaguliwa na wamama, na lazima uheshimu wanaume. Sio kama wewe ni gavana wa Homa Bay unataka kudharau Raymond Omolo. Unamjua?
haujamjua Morandi. Mi kama Mluya, Raymond Omolo yengine. Aidha, wamemtaka gavana Wanga kujikita zaidi katika kuhakikisha Rais William Ruto anachaguliwa kwa muhula wa pili, wakitaja miradi mbalimbali ya maendeleo iliyoletwa kaunti ya Homa Bay kupitia juhudi za Dr. Raymond Omolo. This Raymond Omolo you are now fighting here is the one that has brought for you dual carriage in Homa Bay. The Raymond Omolo you are now fighting here is the one who has brought for you state lodge in Homa Bay. The Raymond Omolo you are now fighting here is the one who has brought a lot of employment here in Nyanza. The Raymond Omolo you are fighting here now is the one who has brought for you pie in Homa Bay. The Raymond Omolo you are now fighting here is the one who has brought for you that stadium you are bragging of. Please stop your shenanigans. Instead of fighting Raymond Omolo, we want you, Governor Wanga, to register as many people as possible to go and vote President Ruto in 2027. Kikundi cha bunge la wananchi kinachoongozwa na Charles Osewe pia kimelitaka chama cha ODM kumshirikisha gavana Wanga na kumtia moyo wa kumbatia mfumo wa serikali jumuishi. I want to tell ODM as a fraternity that please talk to Gladys Wanga as the governor of Homa Bay. Raila Amolo Odinga left us in broad-based government as a symbol of unity. That unity is what we want. We don't want wrangles here and there. We don't want abuses and insults. Yeye ni kiongozi, yule ni governor, yule ni PS, wanafanya kazi tofauti. Sasa tunaomba wakue pamoja, wafanye kazi pamoja, aachane na mambo ya malumbano ya kugongana na wana viongozi wenzake. Hiyo haionyeshi kiongozi nzuri. Afanye kazi yake kama gavana. Aache PS afanye kazi yake kama PS. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Is a strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on Ndizi TV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronalfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo.
festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort, and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Na tukizidi kusonga mbele ni kwamba ukosefu wa vifaa maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu vinavyowawezesha kupiga kura kwa usiri umeonekana kuwa changamoto kubwa katika baadhi ya maeneo wakati wa chaguzi ndogo zilizopita. Kwa mujibu wa waangalizi wa wachaguzi katika wadi ya Kapchai Chwele katika kaunti ya Bungoma, kutoka kundi la Inuka Jamii Inuka chini ya mpango wa Angaza Kura, watu wenye ulemavu walikumbana na ugumu mkubwa wakati wa kushiriki katika zoezi hilo la upigaji kura wiki iliyopita. IEBC na wale ambao mashirika ambayo yanahusika na serikali wa ensure kwamba accessibility ya polling stations by PWDs is guaranteed, hasa wakuwe na ramps na tena wakuwe na ballot paper ambayo iko ya braille. Ya pili, tunasema kwamba IEBC imekuwa na uzembe ya enforce the electoral code of conduct. Na saa zingine tunawalaumu lakini hawana capacity. Mambo ya bribery, mambo ya violence, IEBC saa zingine ingawa iko kwa sheria hiyo ni jukumu lao, lakini hawana hiyo uwezo na capacity. Alafu we had the breach of integrity issues in terms of law. The code of conduct was not observed because code of conduct hairuhusu mtu afanye kampeni siku ya kura, hairuhusu mtu apeane pesa au hongo. Shirika ambalo ni IEBC tunaona ya kwamba wamejitayarisha vilivyo, kwa sababu kulikuwa na dosari ndogo ndogo, lakini walikuja mara moja na kuweza kuzitengeneza na kukawa na election ambayo ilikuwa ya amani na vile vile ikaendeshwa na njia ile ambayo iliyo mzuri, na tena uhusiano ule ambao uliokuweko na staffs wa IEBC, observers na security ulikuwa mshikamano uliokuwa mzuri, otherwise mambo yangekuwa mazuri zaidi. Naam, kwa sasa tuelekea katika kaunti ya Siaya kukiwa kwamba mamia ya wakazi wa kaunti ya Siaya wanaiomba serikali ya kaunti hiyo kuboresha huduma za kilimo ili kuwawezesha kufanikiwa katika usalishaji wa maparachichi. Wakazi hao ambao sasa wamejikita katika upanzi wa miparachichi ya aina ya Hass wanasema kuwa wamehamasika kuendeleza zao hilo kutokana na kuwepo kwa soko pana ndani ya nchi na kimataifa. Tulikuwa napanda mahindi, vitu kama mtama, maragwe, lakini naona tu kama hiyo kitu ni chakula tu, haileti pesa mzuri. Ndio nilienda kwa mafundisho, nimesikia maneno ya avocado imekuja. Nikifuna hata kama nimepata shilingi 5,000 na hiyo uwezi kupata kwa mwaka. Na watu wengine hata unajua uwezi kupata pesa hata shilingi 5 kwa mwaka. Na mimi nikipata kila mwaka shilingi 5,000 nimeshinda. Iko na soko Europe, iko na soko China, Malaysia, Canada. Kile tunaweza kuambia wakulima ni kwamba wasiogope kwamba wakilima matunda hawatapata pesa. We are digging many water pans, a lot of boreholes, and lastly, there's a huge budget that has been put to take care of the last mile connectivity to homes to ensure that the residents of Siaya have water not only for their consumption but also to ensure that their crop also has water.
Naam, tukitoka katika kaunti ya Siaya tuelekee katika kaunti ya Migori, ikiwa kwamba katika kaunti hiyo ya Migori inajiandaa kwa ajili ya tamasha la 5 la Piny Luo, hafla inayolenga kuonyesha utajiri wa tamaduni, urithi na utambulisho wa jamii ya Waluo. Katibu wa kaunti Oscar Olima amebainisha kuwa mwaka huu kutakuwa na mabadiliko makubwa ikilinganishwa na matoleo yaliyopita. Tamasha hilo pia litaangazia umoja na uhai wa kaunti yenye mchanganyiko wa makabila mbalimbali yakiwemo Waluo, Wakuria, Waluya, Wamaragoli, Wasomali, Wasuba na Wakisii wanaoishi pamoja kama jamii yenye utamaduni hai na utofauti mkubwa. Of the Piny Luo and Migori Cultural Extravaganza, which is a premier national and international event where the people from the Luo community across the globe showcase our culture and exhibit different forms and norms and practices that entail what it entails to be a person of the Luo extraction. Now, the early editions have been held in Kisumu County, Siaya County, Homa Bay County, and last year in December in Siaya County that was graced by His Excellency the President. In this occasion in Migori County, because of the dynamism of our county, we are doing this with a little twist that we will hold the Piny Luo as we have held it in previous years, but this time we also will hold a cultural extravaganza that will entail the cultural exhibitions. The event is a very, very culturally rich one, and it will be held in Migori County. The arrival date will be on Sunday the 14th. The event proper will be held on the 15th, 16th, and 17th of December of this year 2025. Now the extravaganza which will be graced by the Prime Cabinet Secretary and other dignitaries will be held in Kiancha Town at Taranganya High School on the 10th and 11th of December. It will be a very, very dynamic, very rich extravaganza where we will exhibit all the other cultures that are non-Luo who live in Migori County. And yes, as I reiterated, on that event at Taranganya High School on the 10th and 11th, we'll showcase the Kuria, Suba, Kikuyu, Luya, and other cultural events. Na kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B akiwa na Daktari Andrew Otolo kutoka Wizara ya Afya na mwanzilishi wa mbio za nyika za Chepsaita Faruk Kibet wameongoza zoezi la utoaji huduma za afya bila malipo katika shule ya msingi ya Kemerel Taribo. Wananchi walipata fursa ya kuchunguzwa afya na kutibiwa bila gharama yoyote ile. Huduma hizi ni sehemu ya maandalizi ya mbio za nyika za Cheptaisa zitakazofanyika Jumamosi ijayo. Mashindano hayo yanalenga kukuza vipaji, kusaidia kielimu na bila shaka kuanzisha miradi ya kijamii yenye tija. Tungetaka ukiwa kiongozi wa mzee wa mitaa uwe na information about SHA. Assistant chief, mpaka SECs, mpaka regional, mpaka PS, mpaka viongozi wote wa kiwango ya hata governor akiwa na mkutano, desk ya SHA iwe hapo ili watu wafanye registration. Umuhimu ya SHA ni kwamba ukisha register na ulipe itakushughulikia kimatibabu. Tumeongea mambo ya SHA. Uasin Gishu tumeregister watu kufikia leo. Hatujaongeza yenye inaendelea saa hii. Kufikia asubuhi leo tumeregister watu 1575. 575 people wameregister kwa SHA.
Na shida ya SHA ni kwamba sio watu wote wajiandikishe kwa SHA, wanaandika lakini ikifika mahali pa kulipa tunasema ngoja kwanza, hii sijakuwa mgonjwa, ngoja nikuwe mgonjwa ndio nikuje nilipe. Wewe lipa saa hizi because hujui ugonjwa itatokea wapi, lini na ni siku gani. We will have these patrons not just here in Uasin Gishu, but we'll have them all around the country. This is in line with the government manifesto of primary health care. We have started the journey of universal health coverage, where we want to ensure we go to all households in Kenya. We want to screen all Kenyans, and so that we are able to catch disease early enough, we are able to catch diabetes or hypertension or even cancer long before it becomes complicated. Na tukifika tamati ni kwamba taarifa tunayoifuatilia kutoka bunge la Seneti ni kwamba gavana wa Nyamira Amos Kimomi Nyaribo anakabiliwa na tishio la kuondolewa mamlakani baada ya bunge la kaunti kupitisha hoja ya kumtimua kwa tuhuma za kukiuka katiba, matumizi mabaya ya mamlaka na bila shaka ubadhilifu wa fedha na uteuzi usiofuata sheria. Mashtaka hayo sasa yako mbele ya Seneti ambayo itaamua hatima yake kupitia kikao cha wazi cha mjadala na upigaji kura ambayo itakuwa inafanyika hapo kesho. Wakati huo huo, Nyaribo pia anachunguzwa na tume ya EACC kuhusu madai ya ufujaji wa takriban shilingi milioni 382. Iwapo Seneti itaunga mkono uamuzi wa bunge la kaunti, basi ataondolewa rasmi, la sivyo ataendelea kuhudumu kama gavana wa kaunti ya Nyamira. Tuelekee moja kwa moja katika bunge la Seneti ili tupate kufuatilia yale ambayo yanaendelea pale moja kwa moja. Now, pursuant to Rules 4B and 7 of the Rules of Procedure, when considering the proposed removal of a governor in plenary, the Senate Assembly, the Office of the Clerk of the Senate, received response reference number MNCA/1/2025 and dated 1st December 2025 to the invitation to appear issued to the County Assembly of Nyamira from Messrs. Mokua Ndubi and Company Advocates, who indicated that the County Assembly of Nyamira had appointed the firm to represent the County Assembly in the hearing, and that the County Assembly would equally appear in person and by advocates. The letter also indicated the list of council representing the County Assembly and the list of witnesses for the County Assembly. Pursuant to Rule 8 of the Rules of Procedure, when considering the proposed removal of a governor in plenary, the Clerk of the Senate furnished each party with the documentation filed by the other party in accordance with Rule 6 and 7 of the Rules of Procedure. Now, Honourable Senator, activity displayed through the digital clocks. In summary, the program states that today, Wednesday, 3rd of December 2025, the charges against the governor as submitted by the County Assembly shall be read out to the governor. The governor will be given an opportunity to take plea on each of those charges. The governor, this will be followed by an presented by the following council, led by myself, Elias Mutuma, accompanied by my learned friend, Zelma Bonuke, Ombui Ratemo, Branley Morethi. Those are advocates. Then we have Sylvia Njoki, our legal assistant, and Michelle Makandi, our legal assistant. And then we also have Erastus Orina, who is the county attorney of Nyamira County, appearing in that capacity. Thank you, Mr. Speaker, sir. Senator Fakitui, kindly take your seat. Now, honorable senators, ladies and gentlemen, on behalf of the Senate, I welcome the team for the county. Basi hayo ni yale ambayo yanaendelea katika bunge la Seneti, ikiwa gavana wa kaunti ya Nyamira amefika mbele ya Seneti hiyo ili kukubali ama kukataa mashtaka ambayo alishtakiwa na kaunti ama na wabunge ama na wale wawakilishi wa kaunti ya Nyamira, na tutakuwa tunafuatilia kwa karibu zaidi tukufahamisha ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea, kwa kwamba leo watakuwa wanawasilisha zile stakabadhi ambazo zinaonyesha kwamba ni kweli gavana huyo alienda kinyume na sheria na yale
mashtaka yote ambayo wameyataja pale, na pia gavana atapata nafasi ya kujitetea kuanzia leo hii hadi hapo kesho, kisha baadaye wale maseneta watakuwa wanapiga kura ya kumuondoa ama kumkubalia aendelee kuhudumu ama kumuondoa afisini. Kufikia hapo kesho tutakuwa tunajua hatima yake katika county ama gavana huyo wa county ya Nyamira Amos Nyaribo. Kufikia hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za Mpasho saa 7. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu amekuwa ni Alex Mongare ambaye amekuwa akifuatilia, na ananikumbusha kwamba leo hii kuna viputa ambavyo vitakuwa vinachezwa pale. Arsenal itakuwa inacheza na Brentford, na bila shaka timu ya Manchester United itakuwa inacheza hapo kesho na West Ham United, na bila shaka Liverpool nayo itakuwa inagaragazana na Sunderland leo hii saa 5:15 usiku. Bila shaka ubashiri wangu wa Arsenal na Brentford ni kwamba Arsenal itakuwa inashinda mabao 3-0. Basi tupatane hiyo kesho, ndipo tutakuwa tunajua kama imekuwa sawa ama si sawa. Kwaheri kwa sasa, tupatane Mungu akipenda.